Hotuba Mlimani sehemu ya 7 kipengele C. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Mathayo 5 mstari wa 7. Baba yetu mwema, Mungu uketie mahali juu mbinguni, asante kwa siku ya leo. Watoto wako tunakuja mbele zako Baba, tunaanza somo lako zuri. Nena nasi kupitia somo hili. Katikati ya somo hili likaweze kumgusa mtu fulani. Katikati ya somo hili likatende muujiza kwa mtu fulani. Katikati ya somo hili likamguse na kumponya mtu fulani, na likalete badiliko kubwa katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mpendwa, wenye rehema ni wale wanaowahurumia maskini. Wenye rehema ni wale wanaohurumia wale wanaopitia uchungu. Na mpendwa, wenye rehema ni wale ambao wanahurumia wale ambao wanalemewa na mizigo mbalimbali ya dhambi, wanaolemewa na mizigo ya uchumi na maumivu mbalimbali. Kuanzia sasa namuomba Mungu aingie ndani ya moyo wako, akupatie rehema ili ukawahurumie watu wanaopitia shida mbalimbali, wanaopitia huzuni, wanaopitia majonzi mengi na kulia machozi mengi. Ukawahurumie sasa wote kwa pamoja, na tuungane na Ayubu tukisema kwamba kwa sababu nalimuokoa maskini aliyenililia, yatima naye na yule asiyekuwa na mtu wa kumsaidia. Baraka yake yeye aliyekuwa karibu na kupotea ilinijia, nikaufanya moyo wa mjane kuimba kwa furaha, na ilijivika haki ikanifunika. Adili yangu ilikuwa kama joho na kilemba, nalikuwa macho kwa kipofu, nalikuwa miguu kwa aliyechechemea, nalikuwa baba kwa mhitaji, na dawa ya mtu aliyenijia nalichunguza. Ayubu 29 mstari wa 12 hadi 16. Hili fungu linaonyesha hotuba ambayo alitoa Ayubu alipokumbuka maisha yake ya zamani kabla ya majaribu. Hapo anaonyesha tabia yake ya haki, rehema na huduma kwa wahitaji. SDA Bible Commentary inaonyesha kwamba Ayubu anaeleza si kwa kujisifu, bali alikuwa anathibitisha kwamba mateso yake hayakutokana na uovu wake. Ayubu ilikuwa ni tabia yake ya kuwasaidia maskini katika mateso na kuwasaidia wanyonge walioonewa. Alitenda haki kwa kujibu kilio cha wahitaji kwa vitendo, si kwa maneno tu. Ayubu hakutegemea mamlaka ya kiserikali. Ayubu mwenyewe alisimama kulinda na kuwatetea na kuwakinga wenye mahitaji maalum. Ayubu alionyesha tabia ya Mungu kwa kudhamiria kupaza sauti kwa wale ambao hawana mtetezi. Wapendwa, Jumatano ya leo maombi, na tuwe baraka kwa wale walio karibu kuangamia. Baba, shuka ukatuhurumie sisi, ukatusaidie na kututumia sisi wanadamu, ili tukawaokoe wale waliokuwa katika hatari ya kufa kimwili na kijamii. Tukawaokoe ambao wamepoteza matumaini. Roho wa Mungu, shuka sasa ukatuingie ili tukawasaidie wajane, maana tunapowasaidia tunafanya mioyo yao kuweza kuimba kwa furaha. Sasa na tuwe msaada, faraja na tumaini kwa wajane. Twendeni wapendwa, twendeni sisi tukatoe msaada kwa wale watu, tukadhamiria kuwasaidia, sio kuwasaidia tu, bali kurudisha na kuponya mioyo iliyovunjika. Mpendwa msikilizaji, Ayubu anaposema nalijivika haki, katika picha ya Kiebrania haki ilifananishwa na vazi. Hii inamaanisha Ayubu hakutenda haki kwa kujionyesha, bali ilikuwa ni sehemu ya utu wake kama vazi juu ya mwili. Ukisoma SDA Bible Commentary Volume 3 inasema Ayubu anaposema anajivika haki, anamaanisha haki ilikuwa tabia ya Ayubu ya kila siku, na anasema hiyo haki ilimfunika Ayubu. Hii inamaanisha kwamba kama vazi la nje linalolinda na kutoa heshima, ndivyo ilivyo na haki ya Ayubu. Ilikuwa wazi kwa wote. Maana yake kila mtu aliona pale alipomtazama Ayubu, aliona hiyo haki, aliona tabia ya haki. Na pia unaposema hukumu yangu ilikuwa kama joho na kilemba, inamaanisha kuwa joho ni vazi la heshima na kilemba ni ishara ya mamlaka.
Ayubu anaposema hukumu yangu ilikuwa kama joho na kilemba, anaonyesha kwamba maamuzi yake ya kila siku, maamuzi yake yalikuwa yenye usawa, yenye heshima na hekima kama kiongozi wa kiroho katika jamii. Maana yake haki na hukumu ndizo zilizompa heshima Ayubu. Ayubu ndizo zilizompa mamlaka. Hakutumia nguvu zake, bali alikuwa mwadilifu. Kuanzia leo Mungu na akakomeshe tabia ya kutenda mema, kuwasaidia wahitaji, wajane, mayatima kwa kujionyesha. Mungu atuvishe vazi lake, yaani haki yake. Akishatuvika vazi lake, lazima itaonekana kwa nje. Watu wote wataona bila kujionyesha sisi, na tutende mema kwa watu wengine pasipo kujionyesha. Mungu wangu, komesha sasa hiyo tabia. Hatutaki kabisa hiyo tabia. Ifanye haki kwetu iwe ndio tabia yetu kila siku. Tufunike ili watu wengi na wakaone utukufu wako, wakaone upendo wako kupitia sisi, wakaone haki yako kwa kukimbilia wewe, na ukajitukuze wewe peke yako. Kuanzia sasa na tuwe macho kwa kipofu, ili tukawasaidie wale ambao hawana uwezo wa kuona na kuelewa njia ya haki na kutembea. Wapendwa, tuwasaidie wakaweze kutembea. Wapendwa, twendeni tukawasaidie. Hii huduma Yesu alifanya pia alipokuwa duniani, na sisi kama wafuasi wake lazima tuweze kuifanya. Rafiki yetu Yesu, tunakuomba utufanye kuwa walinzi, washauri na rafiki wa wahitaji kama alivyofanya. Wapendwa, katika kitabu cha SCD Bible Commentary Volume 3 ukurasa wa 574 anasema kuwa Ayubu aliposema kuwa lile ambalo sikulijua na lilichunguza kwa bidii, hapa anamaanisha kuwa Ayubu hakusaidia tu wale waliomjia, pia aliwatafuta wale ambao hawakumjia. Aliwatafuta kwa makusudi watu wenye mahitaji maalum, walio katika shida, ili awasaidie. Baba, tunakuomba utupatie hii tabia kama ya Ayubu, ili tusisubiri tu watu watujie tuwapatie mahitaji yao, bali twende sisi wenyewe kuwatafuta magerezani, twende sisi wenyewe kwenye hospitali tukawatafute, twende sisi wenyewe kwenye vituo vya watoto yatima, twende sisi wenyewe katika vituo vya wazee na wale walemavu tukawasaidie, tukawaokoe. Mungu, shuka uingie ndani ya mioyo yetu, tujaze na tabia hii sasa, ili tukawatetee wanyonge, tukawatetee wanaoonewa, ili tukatende haki. Tuwe na tabia kama Ayubu, maana Ayubu alikuwa akichunguza kesi, alikuwa akihakikisha ukweli umepatikana kwanza, na aliepuka kutoa hukumu ya haraka bila ushahidi. Yesu, tusaidie sisi watoto wako, ukatuwezeshe kuwapunguzia mzigo mzito wale ambao wanalemewa, na utuonyeshe upendo wake Kristo kwa wanadamu wapotovu. Kwa kila tendo jema na neno la upole, tunaamini kwamba kupitia maneno ya upole na matendo mema yataweza kuwavuta watu wengi kwako. Tunaamini Baba, utupatie tabia kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amina.